Baada ya Jumapili ya Matawi, inafuata Jumatatu Takatifu. Twakumbuka kwamba hapo jana Kristo aliingia Yerusalemu, lakini leo hapumziki kwa sababu ya sifa alizozipokea hapo jana. Anaendelea na shughuli, yupo katika harakati, hivi kwamba leo mambo matatu yanatukia. Jambo la kwanza, Kristo anaelekea hekaluni Yerusalemu. Anapofika kule, anakuta kwamba walioimba hosana, kwamba njoo utuokoe sasa hivi, walishapoteza tumaini. Wakaona kwamba hekalu halina maana tena. Wamelibadili na wanafanya biashara kwenye hekalu. Hapo Yesu analitakasa hekalu kwa kuwacharaza viboko, kuwafukuza, huku akiwaambia ya kwamba nyumba ya Baba yangu haitakuwa nyumba ya wanyang'anyi. Alipotoka pale, Kristo anaona mti wa mtini. Mti wa mtini una majani mengi, lakini hauna matunda. Hapo Kristo ana njaa. Anapoutazama na kukosa matunda, anaulaani mtini. Baada ya mtini kulaaniwa, jioni yake mtini unakauka. Lakini mwisho kabisa, jioni yake Kristo anarudi Bethania. Kule Bethania alikomfufua Lazaro, anapokelewa na familia ya kina Lazaro, Martha na Maria. Maria, wakati wa chakula cha jioni, anajutia dhambi zake, na kwa namna ya kipekee anatoa manukato na kumtakasa Yesu miguuni. Anaipangusa miguu ile kwa nywele zake. Yuda Iskarioti, kwa kuchukizwa na jambo lile ambalo analificha kwa unafiki wa kupenda maskini, anadai kwamba ingekuwa heri mafuta yale yangeuzwa na maskini kupewa. Asichojua Maria ni kwamba anapomtakasa Yesu, Yesu anajibu kwa kusema yeye anaandaa mwili wake kwa maziko. Inatokea kwamba Yuda Iskariote anaonekana kwamba yeye anajali maskini, lakini mwinjili Yohane anaonyesha Yuda Iskariote ambaye alizoea kuiba kutoka kapu la hifadhi ya hazina ya mitume. Hivyo siku inapokamilika, inakamilika tukiwa na maswali chungu nzima. Kulaaniwa kwa mtini, maana yake wale ambao wana imani inayoonekana kwa nje pasipo na matendo, ndio Yesu anawalaani wakisimamiwa na ule mtini. Pale kutakasa hekalu, Kristo anakataa kabisa ubadhirifu na uporaji katika kanisa lake. Anakataa na kulipigania lile swala. Na mwisho, kule kutakaswa miguu na Maria kunaonyesha toba ya kweli, unyenyekevu pamoja na kujutia dhambi zake. Ungana nami hapo kesho tuone Jumanne, baada ya shughuli hizo tatu ya kutakasa hekalu, kulaani mtini na kutakaswa kwa mafuta na Maria, Jumanne Kristo anafanya nini?